Habari na karibu. Leo tuko kwenye session ya kuelekezana namna ya kutumia mfumo wetu wa Rox ERP, ambapo leo tutaangalia namna ya kuongeza bidhaa kwenye mfumo kwa ajili ya kuhifadhi taarifa zako, na moja kwa moja twende kwenye maelekezo namna ya kuongeza bidhaa. Hapa tayari tuna mfumo wetu ambao tunautumia kwa ajili ya demonstration, na kwanza unakwenda kwenye hizi vistari vitatu juu kabisa ya mfumo wako upande wa kushoto, ambapo ukigusa utaenda moja kwa moja kwenye inventory. Ukigusa kwenye inventory itafunguka dashboard ambayo itakuonesha ni product gani ambazo unazo kwenye stock yako, ambapo moja itakuonesha total product, na maana idadi ya product ambazo uko nazo. Pili itakuonesha utaona imeandika low stock, ambapo inamaanisha kwamba ni bidhaa gani au namba ya bidhaa ambazo ziko low on stock. Hii kuwa low on stock na kupata alert, nitakuonesha pia ni namna gani unaweza ukafanya ili uweze kupokea hiyo ujumbe ambao utakuonesha kwamba stock yako iko chini. Pia kuna sehemu ya tatu ambayo inakuonesha bidhaa ambazo tayari zimekwisha katika stock yako, na pia kuna bidhaa ambazo kuna sehemu pia itakuonesha bidhaa ambazo tayari zimesha expire, zipo kwenye stock lakini zime expire. Hii pia nitakuonesha ni namna gani unaweza ukafanya ili bidhaa zikiwa zime expire mfumo uweze kukupatia taarifa. Na pia kuna sehemu nyingine ambayo inakuonesha bidhaa ambazo zinakaribia ku expire. Hii tunafahamu kwa wafanya biashara, ukiwa na bidhaa ambazo zinakaribia ku expire, unaweza ukazifanyia maamuzi, labda kuziuza kwa sale, yani kupunguza bei, au kwa namna nyingine mwenyewe ambayo unataka. Kwa hiyo pia inasaidia kwa namna kubwa sana. Lakini kuna kwenye dashboard pia kuna sehemu pia inakuonesha kiwango cha pesa ambacho umegharamia kununua stock yako. Hii pia tutaonesha pia ni namna gani hivi viwango vinatofautishwa. Lakini pia kuna sehemu nyingine inakuonesha retail value. Retail value ina maana value ya stock yako baada ya kuiuza yote. Hii ambayo tayari iko recorded, baada ya kuiuza yote ni ina value gani? Ina maana hii sasa ni tofauti na hii ya kwanza hapa juu, ambapo hii inaonesha thamani ya mzigo ambao uko nao kwenye stock, lakini hii ya pili inaonesha thamani ya mzigo baada ya kuuza. Ina maana ni kuna faida ambayo itakuwa recorded ndani yake. Hapa nadhani tumemaliza. Moja kwa moja twende kwenye kuongeza bidhaa, ambapo hapo utaona kuna neno limeandikwa add product ikiwa na alama ya kujumlisha. Kwa hiyo utagusa kwenye add product. Ukigusa kwenye add product itakuletea page ambayo itakutaka ujaze product gani ambayo unaingiza. Na hapa kwa mfano tutaingiza tuandike Nokia. Tuandike Nokia phone, ambapo hii ya pili inaitwa SKU kifupi, ambacho huu ni utambulisho wa bidhaa kwa ufupi. Mara nyingi unakuwa na maneno mafupi matatu ambayo yanatambulisha bidhaa yako kwa urahisi ikiwa iko kwenye stock. Kwa hiyo hapa kwa kuwa ni Nokia unaweza ukaandika NOK, na hii sio lazima, unaweza ukaandika NOK FHN, na unaweza ukaandika labda kama ina kwa mfano kama ni ina ile code number, unaweza ukaandika tu kwamba ni Nokia labda 123, ambayo sio lazima sana kuiandika, lakini pia inasaidia.
alafu chini yake kuna barcode, ambapo hii barcode itatuonyesha hii barcode utaiandika kama bidhaa unataka kuitrace, kujua imeingia kwenye inventory muda gani, na labda kama unataka kuipata ile bidhaa specific kwamba nataka bidhaa fulani ndio niipate kutoka kwenye stock yangu. Kwa hiyo hapo unaweza ukaweka barcode ili iwe rahisi kuipata. Lakini pia kuna category. Category sio muhimu pia, lakini pia ni muhimu kwa kiasi fulani, kwa sababu hii itakuwezesha wewe kujua hii bidhaa ambayo umeiweka, kama umeweka katika category fulani, na maana hata kwenye kufanya sale baadaye unaweza ukaisearch kwa kutumia category. Branch hii inamaanisha kama una branches tofauti kwenye duka lako, kwa sababu biashara yako ikiwa na branches tofauti inaweza ikawa stock wote wanatoa sehemu moja. Kwa hiyo sasa, ili kutofautisha kwamba hii imewekwa katika branch gani, unaweza ukachagua branch. Mimi nitachagua main branch. Kitakachofuata utaandika cost price, yani ni bei ya manunuzi ya hiyo bidhaa ambayo unaiweka. Ina maana hapa bidhaa hii kiasi ambacho utaweka hapa, kwa mfano mimi nitaweka shilingi 10,000. Bei ambayo utaweka hapa ndio ile bei ambayo nilikuonesha pale awali, ambapo inaonekana kwenye upande wa gharama ya mzigo ambao uko stock. Hii ndio inajumlishiwa pale. Alafu huku chini yake utaweka bei ya bidhaa ambayo wewe sasa unataka kuuza, ambapo hii inategemea na wewe unataka kuuza bidhaa yako kiasi gani. Kwa hivyo mimi nitaweka shilingi 1,500,000. Kwa ina maana hii itarekodiwa kule kwenye bei ya thamani ya mzigo ukishauzwa. Chini yake kuna opening stock, ambapo hii inakuwa ni mzigo ambao umenunua, lakini kwenye mzigo ambao unaorekodi kwenye mfumo kwa idadi, kwamba kama umenunua Nokia simu unazirekodi katika mfumo, ina maana umenunua ngapi au una rekodi ngapi. Kwa hiyo utaandika hapa kama ni 50, ina maana ni piece 50, na mini stock level inamaanisha kiwango cha chini cha mzigo ambacho kikifika upate alert kwamba mzigo unakaribia kuisha, kama tulivyoona kwenye dashboard pale awali kwamba mzigo ukifika hapa, kule kwenye dashboard itakuandikia kwamba mzigo fulani unakaribia kuisha. Unit ni ile namna unavyoita bidhaa yako. Unaweza ikawa ni simu unauza kwa inaitwa piece, lakini unaweza kuwa unauza bidhaa ambayo inapimika. Kwa hiyo unaweza ukaileta kwenye ukachagua kilogram, na unaweza ukawa unauza bidhaa ambayo ipo katika mfumo wa boxi au dozen ama pair, inaweza kawa ni viatu. Kwa hiyo pia unaweza ukachagua hapa. Sasa kwa kuwa hapa tumeweka Nokia ambayo ni simu, then tutachagua piece. Inayofuata ni image. Kama utakuwa sio lazima, lakini unaweza ukaweka image ya product, ambapo ukiweka itakuwa rahisi hata kwenye mfumo kuona ni aina gani ya bidhaa ambayo unaitafuta. Kitakachofuata baada hapo ni batch number. Hii batch number itasaidia wewe kutrace mzigo wako pale utakapokuwa unahitaji kujua zaidi kuhusiana na hiyo product ambayo umeiweka katika inventory yako. Lakini pia chini yake hapo kuna manufacturer date, ambayo hii ni tarehe ya mzigo kutengenezwa. Sasa kuna baadhi ya bidhaa hii kitu sio muhimu sana, lakini kuna baadhi ya bidhaa ni muhimu. Kwa mfano zile bidhaa ambazo huwa zina expire, hii inahitajika, ni muhimu sana, ili hata kwenye dashboard pale ukiingia kwenye inventory uone store ni mzigo gani ambao unakaribia ku expire na upi ambao ume-expire kabisa. Kwa hiyo ni muhimu kajaza ili kujua au ili kurahisisha mfumo kukupatia taarifa kuhusiana na stock ambayo
uko nayo kwenye store yako. Kwa hiyo hii tutajaza in case ni bidhaa ambayo ina kawaida ya kuexpire baada ya kufika muda fulani. Kwa hiyo manufacturer labda tuweke ni imetengenezwa mwaka 2014, expire yake itakuwa labda tarehe 12 mwezi wa 5 2026, atuweke na 27 kwa sababu hii tarehe itakuwa imeshapita. Kwa hiyo stock itaenda moja kwa moja kwamba ime expire. Baada ya hapa kuna hii suggestion nyingine kwamba unaweza ukaweka tick kwenye hiki kibox hapa kama product ambayo umeiadd kwenye inventory ina ile email number ambayo unaweza ukaitumia pia kutrack. Baada ya hapo chini kuna description, hapo unaweza ukaandika maelezo ya ziada kuhusiana na hiyo bidhaa ambayo umeweka katika stock yako. Na baada ya hapo kuna alama ya blue ambayo imeandikwa add product. Kwa hiyo utachagua add product na moja kwa moja utaandikiwa hapa product added. Na hata ukienda kwenye stock hapa juu, wakati tunaanza ilikopo inaonyesha total products ziko 2, lakini sasa hivi ziko 3. Ina maana ndani yake tayari imeshaingia hiyo Samsung ambayo tumeiadd. Kwa hiyo hiyo ndo namna ya ku add product kwenye mfumo wetu. Kama una swali unaweza ukacomment chini ya video hii ili tuweze kukupatia majibu, na uendelee kutumia mfumo wetu. Karibu sana.